ambayo tumeyaona kwa ajili ya nchi yetu. Tuna maono tuliyoyaona kwa ajili ya nchi yetu. Kwanza, kama wananchi tunataka tuitetee heshima ya taifa letu. Tunataka tusaidie amani ipatikane katika nchi. Tunataka tusaidie umoja upatikane. Tunataka tusaidie mabadiliko yapatikane katika nchi. Haya ni maono tulio. Sasa haya maono kuyakamilisha yanatulazimisha kusimama mbele za viongozi, mbele za watu, ili tuyatangaze. Tuna maono kwa ajili ya wananchi wetu. Maono kwa ajili ya wananchi wetu, tuna maono ya kutoa elimu ya uzalendo kwa watu wote. Hayo ni maono tulio nayo. Hayo ni maono tulio nayo. Sasa kutoa elimu ya uzalendo kwa watu wote yanatulazimisha kusimama mbele za watu, yanatulazimisha kutangaza na kutafasiri hayo. Sasa kama watu wenye maono, nina ujumbe ambao ninataka ni utoe, tuwe nao, tuuelewe vizuri. Tusome kwanza kwenye kile kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya kwanza ule mstari wa 11. Lakini pia tutasoma ile sura ya pili na ule mstari wa 10. Somaji, tusomee Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 11. Ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Simurna na Pergam na Tiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Ikisema hayo uyaonayo uyaandike katika chuo. Baada ya kuyaandika uyapeleke kwa yale makanisa saba. Tupo pamoja? Ndio. Hayo uliyoyaona uyaandike yawe sawa. Alafu kisha yaandika yapeleke sasa kwa watu. Sura ya pili ule mstari wa 10 nao unasema, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyu ibilisi atakutupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Umesikia hilo andiko? Umesikia? Usome huko nyuma. Usiogope mambo yatakayokupata. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Lakini waombe tu ya kwamba muwe waaminifu, kwa sababu nina taji nitakayowapa watu waaminifu. Uzalendo kwanza. Anasema usiogope yatakayokupata. Usiogope yatakayokupata. Ndugu zangu, watu wote walio na maono wana amri waliopewa, wapatapo maono wayaandike maono. Kanuni ya maisha inasema ukipata maono, ukipata mawazo, usiache yaende ovyo. Jambo la kwanza, yaandike, yahifadhi
kwenye daftari, yaandike kwenye chuo. Na baada ya kuyaandika hayo maono, usikae nayo peke yako. Fanya haya maono yako kuwa mzigo wako mbele za watu wengine. Tuwa pamoja? Anasema uyapeleke. Sasa umeshayaona, yaandike. Wangapi wana tabia za kuandika ndoto zao? Wangapi wana tabia ya kuandika mawazo ambayo yanakuja kichwani mwao? Wangapi? Wengi wetu tunaikalia, tukiota ndoto zimeenda, tukipata wazo basi imeenda hivyo hivyo. Ndio maana tunachelewa sana njiani, hatuwezi kujua ni nini Mungu anataka kuzungumza na sisi. Kanuni inasema ya kwamba ukipata maono yaandike, ukishayaandika yapeleke. Sasa katika kuyapeleka maono mbele za watu, katika kuwakilisha maono yako mbele za watu, ndiyo anasema ya kwamba katika kuyapeleka hayo maono usiogope kitu utakachokipata. Kuna kitu ambacho utakachokipata. Anasema kuna jaribu ambayo imewekwa mbele, lakini usiogope, kwa sababu pembeni yako kuna mtu anaitwa Shetani. Si ndio? Shetani ndiyo mpinzani ambaye hataki hayo maono. Anasema huyu inawezekana, anaweza akakupeleka mpaka kifungo. Atawapeleka magerezani. Ni kanuni ya maisha kwa watu ambao wana maono na ambao wanajiandaa kuyawasilisha mbele za hawa watu. Wanatakiwa wajiandae kwa kila lolote litakalowapata. Wajiandae kufungwa kama vile wanavyoweza kujiandaa wanavyoweza kujiandaa kuumizwa. Wajiandae. Anasema ya kwamba usiogope yatakayo, kwa sababu ibilisi atawaweka baadhi yenu gerezani. Epafu. Maono ni mazuri sana ukiyazungumuza na kuyaongea katika maeneo ya siri hivi tunavyo. Mtayaona ni mazuri sana. Lakini haya maono kuyatoa sasa sirini, kuyapeleka nje, ndio hapo vita vinaanza. Na watu wengi wamekuwa wahoga, hawataki kwenda gerezani. Gereza ni eneo la matatizo. Gereza ni tatizo. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Wakati tulipozianza shughuli hizi hapa, wakati tumezianza shughuli hizi hapa, ulikuwa ni mwanzo wa uadui kati yetu na watu. Lakini tulipokuwa na haya maneno tumejifungia nayo ndani, hatukuwa na uadui na watu. Lakini kadri jinsi tulivyotoka nayo nje, uadui ukaongezeka. Inawezekana au uelewe vizuri kama una maono, lakini mawazo yote ulionayo jaribu kuyahifadhi kwenye karatasi. Yaandike sehemu mawazo ambayo yanakuja kwenye kichwa chako. Haya mawazo ukishayaangalia ukayaona, usikae nayo, usiyafiche, yachukue ukayapeleke kwa watu wengine. Anasema uyapeleke kwa yale makanisa 7. Tuko pamoja? Uyapeleke kwa yale makanisa 7. Ina maana kila maono itakuwa na walengwa wake. Angalia maono yako, walengwa wake ni akina nani? Lakini wakati unajiandaa kuwafikia walengwa wako, anasema usiogope atakayokupata njiani. Nafikiri wakati tunazungumzia haya, tumekwenda kuona historia za watu ambao waliopata zawadi kupitia maono Sio pamoja? Danieli alikwenda kupata nafasi kubwa. Yusufu alikwenda kusifiwa. Hawa watu walikuwa na ndoto, walikuwa na maono.
inawezekana tukafikiria pengine kuwa na maono ama urithi wa watu walio na maono ni utukufu na heshima tu. Kinyume cha hayo, pia kuna na kufungwa gerezani. Tuwe pamoja? Yeah. Kinyume na hapo, kuna na matatizo ambayo yanakuja. Anasema mpaka kufa. Unaweza ukafa kwa ajili ya maono yako. Tuwe pamoja? Yeah. Najua umaskini mwingi tulionao unajengwa juu ya msingi wa kuogopa kufa kwa ajili ya maono tulio. Watu wanashindwa kusimama vizuri, watu wanashindwa kupaza sauti kwa sababu wanaogopa watafungwa, wanaogopa watakufa. Wote walioitwa watakatifu katika maandiko ya Biblia ni watu waliofungwa na kufa kwa ajili ya mataifa yao. Wote wanaowekwa kwenye pesa, wote ni mashujaa waliofungwa na kufa kwa ajili ya nchi zao. Wanaendelea kuishi hata kama miili yao imekwisha kuoza. Epafra, uzalendo kwanza. Kuwa na maono kunahitaji ushujaa. Kuwa na maono kunahitaji moyo. Kunahitaji moyo. Tukisema ya kwamba wangapi wako tayari kufanikiwa kama Danieli alivyofanikiwa, watu wote watapandisha mkono. Wanani wako tayari kufanikiwa kama Yusufu alivyofanikiwa, watu wote watasema na mimi mnibariki, na mimi mnibariki. Lakini wanashindwa kuelewa kuna historia nzuri kwamba Danieli alitupwa katika pango la ni Danieli huyo ambaye aliyefanikiwa aliyetupwa katika pango la simba. Ni Yusufu huyo aliyefanywa kuwa waziri mkuu ambaye alifungwa gerezani. Hakuna maono itakayokuacha na amani. Epafra, hasa pale maono yanazungumzia nchi na wananchi. Maono ya kulima, utalima tu, utafanya mambo mengine. Maono ya kuoa, utazaa. Maono ya nini? Lakini maono yakishaanza kugusa nchi na wananchi, anasema ya kwamba usiogope yatakayo kupata. Epafra.